Yo, mambo vipi? Jason kama kawaida. Leo nataka nianze hii video kwa kuuliza swali moja nyeti. Where do you keep your hard-earned money? Ile pesa ambayo umeichokea, umeitolea jasho, unahifadhi mahali wapi ambapo unajua iko safe? Sababu unaweza ukachukua pesa yako ile ambayo umeifanyia kazi, umetoa jasho, na pale mahali ambapo utakapoiweka kumbe unapatia wezi. Unajua tu hapa mali ni very safe, lakini kumbe chini ya maji pesa yako unaipatia wezi. Juzi hapo KCB wametoa ripoti na wameonyesha kuwa kumekuwa na visa karibia 188. Shaona visa 188 ndani ya shirika lao, visa vya wizi ama visa vya kulaghai. Wametoa ripoti ya kushtua sana. Kwa hivyo wewe kama unaweka pesa yako KCB Bank itabidi mzee ujiteka mkutano, sababu KCB wenyewe wametoa report kuwa wamerekodi 188 fraud cases, na hizo cases zinakuwa engineered internal. Hapo ndani ya KCB kuna wezi ama kuna wafanyikazi lakini ni wezi, na wameblock karibia milioni 140 zaidi, wameiblock kufuatia visa vya ulaghai. Sasa hizi banking institution ambazo tunaziaminia zimejaa wezi. Katika hiyo statement yao pia wamesema walifuta watu 60. Hapo 60, zaidi ya 60, watu 60 walikula kalamu sababu ya huo ukora wa kulaghai customers. Unajua kukitokea jambo kama hilo ama information kama hiyo ikitokea katika shirika ambalo linaaminika kama KCB, pia na picha mbaya. Banki ni nyingi sana, kuna Barclays, kuna Standard Chartered. Sasa banki ikiwa na reputation kama hiyo, obvious customers watahama. Hakuna mtu ambaye ametolea jasho pesa yake ataichukua ipeleke kwa shirika ambalo liko na wezi. Hapo ndani katika KCB kuna wale wafanyikazi ambao wana collude ama wako na watu external ambao wanafanya nao hizo visa vya kuibia watu pesa. Unaingia kwa banki ile, unatoa kama ni milioni 5, milioni 10, tuseme wale wafanyi biashara mashuhuri. Mtu anaenda na withdraw pesa, labda anataka kwenda lipa transaction fulani, anataka kwenda lipa wafanyikazi wake, ame withdraw ile pesa. Akisha withdraw ile pesa, yule cashier ama yule accountant pale ndio atamuuza yule jamaa kwa wale wahuni kule nje. Kwa hivyo sababu yeye ana collude na wahuni huko nje, pia yeye ni mwizi sababu yuko within that fraud case. Naona ana collude na watu wa nje, anamwambia kuna mtu amevaa nguo ya grey iko na mistari ya blue na black, amevaa kofia, unaona, amevaa jeans ya blue na sport shoes. Yani anamdescribia yule jamaa ambaye atatekeleza hicho kitendo cha wizi venye yule customer amevaa. Sasa ukitoka tu banki wewe mwenyewe umebeba pesa yako milioni 10, unaona tu all of a sudden
unavamiwa, na wale watu wakikuvamia wanajua paka exactly figure ambayo umeibeba. Wanakuambia tupatie milioni 10, na ukiangalia withdraw 10 million. Unaona? So hapo lazima uanze watu wakaanza kuconnect dot. Mbona hawezi wameniambia niwapatie 10 million? Wamejua vipi? Unaona? Kumbe ilikuwa ni mchezo ambao unafanyika inside KCB. Ndo walivyofuatilia wakajua wale wahuni ama wale perpetrators ambao wana collude na wakora nje, ndo wakawapiga kalamu. So kama unaika pesa yako KCB, sahihi pesa yako iko kwa KCB Bank jua kuna hiyo issue ambayo inaendelea. Na issue kama hiyo ikiwa flagged out, jua bado kuna nyoka na kuna mayai, bado kuna watu lazima wako chini ya maji, labda wali survive hiyo investigation, lakini bado wako pale. Kwa hivyo itabidi ujiite kama mkutano. Mali kwingi kuko tu kwa kuweka pesa yako. Hii pesa bana haipatikani kiurahisi. Pesa tunaichokea, alafu tu inaenda potea rahisi hivi. Kuko na mali kwingi sana kwa kuweka pesa. Sitawaambia hapa, lakini kuko na sehemu nyingi za kuweka pesa yako na ikawa safe, rather than risk your hard earned money to an institution ambayo imejaa wakora hapo ndani. Kitu ambacho itafanya pesa yako inaweza potea na ukawa katika stress zaidi. Naona. Until next time, peace.